Moja kwa moja kutoka mkoani Katavi. Lakini mtazamaji, pamoja na kuwa hapa Katavi, tumemsikiliza Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba bungeni Dodoma Alhamisi hii alipojibu maswali ya wabunge ya papo kwa papo. Miongoni mwa maswali hayo ni swali la mbunge Agnesta Lambert Kaiza, mbunge wa Segerea, ambaye yeye alitaka kufahamu. Kumekuwepo na mijadala mikubwa na mizito inayohusiana na masuala mazima ya matibabu. Ni utaratibu gani wa kisera na kisheria unaotumika kuwahudumia hao wananchi au Watanzania wa sehemu zote mbili katika masuala mazima ambayo hayapo ndani ya muungano? Mheshimiwa Waziri Mkuu akajibu hivi: kiwa na bima ya afya ya upande mmoja wa muungano, unaruhusiwa kutibiwa kwa kutumia bima hiyo kwa upande mwingine wa muungano. Kwa hiyo Mzanzibari mwenye kadi ya ZHIF akija kwa hospitali ambazo zinapokea kadi ya NHIF anaitumia ile ile ya ZHIF kutibiwa. Hivyo hivyo na mtu kutoka Tanzania bara akiwa na kadi ya NHIF anaenda kwa hospitali ambazo wanapokea kadi za ZHIF anapokelewa na anapata matibabu. Lakini waziri mkuu hakuishia hapo. Akasema ni vyema sasa wa Tanzania bara na Zanzibar tukajadili fursa mbalimbali zilizopo kwenye muungano kuliko kujadili mambo ambayo hayana faida kwenye muungano wetu. Hatuna tatizo la kimahusiano kuhusu masuala ya matumizi ya rasilimali wala masuala ya utoaji wa huduma. Na Mheshimiwa Spika, niweke kumbukumbu tu, kulikuwepo na kero nyingi tu kama waziri wa sekta ya muungano alivyosema. Hivi sasa zote zimeshatatuliwa zilizokuwa zinaitwa kero, na sasa hivi tunawasihi wa Tanzania waongelee zaidi masuala ya fursa, ili nchi hii kila Mtanzania aweze kunufaika na hatua hizo za maendeleo. Wahenga walisema umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Kauli hii imeendelea kudhihirika katika historia ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar ulioasisiwa tarehe 26 Aprili mwaka 1964 kati ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na mzee hayati Karume. Unapozungumzia muungano, basi unazungumzia watu wa Tanzania bara pamoja na Zanzibar. Tukiwa hapa Katavi, tumezungumza na baadhi ya wananchi kuhusiana na majibu ya Mheshimiwa Waziri Mkuu hapo bungeni, lakini na faida zilizopo kwenye muungano. Muungano wetu na faida kubwa sana. Kwanza moja, tunawashukuru sana waasisi kulikoanzisha muungano. Kuvunjika kwa muungano wetu sisi ni kuleta kwanza kutaka kutuletea madhara ambayo hatukutegemea kuwepo. Nampongeza sana Waziri Mkuu kwa hotuba aliyoitoa juu ya muungano. Sisi tunachoomba muungano uendelee, wala tunaomba muungano uwe na maendeleo zaidi. Kutokana na hotuba ya waziri wetu mkuu, muungano wetu ni tunu. Nimesikia hotuba ya waziri mkuu, muungano wetu ni tunu, tuutunze muungano, tuhudumishe muungano. Kwa sababu muungano huu una fursa. Unaweza kutoka hapa ukaenda Zanzibar, unachukua bidhaa Zanzibar, eza perfume na unakuja unafanya biashara. Kwa mfano mimi naishi hapa Katavi, nafanya biashara Katavi. Nimemsikiliza waziri mkuu kwenye hotuba yake akizungumzia muungano. Akagusia swala la afya. Kutoka Zanzibar akiwa na bima anatibiwa bara, na mtu wa bara akienda Zanzibar akiwa na bima yake anatibiwa. Kwa ni sisi wote ni wamoja na sisi wote tuko katika muungano. Sisi kama Watanzania tunajivunia muungano kwa kweli. Pasipo muungano pana matengano na wala hapana maendeleo. Wakati sisi ni wadogo tulifundishwa kwamba umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Ama kwa hakika muungano wetu ni tunu ambayo inapaswa kutunzwa na vizazi na vizazi. Mimi ni Beni Mwanantala.